Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninakukaribisha katika maombi haya ya asubuhi na tuweze kuungana pamoja ili tuweze kuomba kwa pamoja ili Mungu aweze kufanya kitu kwenye maisha yetu. Asubuhi ya leo Mungu amenipa ujumbe niweze kushare na wewe kabla tuingie kwenye maombi. Lakini leo asubuhi tutakwenda kuomba kibali mbele za Mungu. Lakini kabla hatujaomba kibali, lazima ujue kwa nini shetani anapigana na kibali cha mtu. Kwa nini shetani anapambana kuondoa kibali kwa mtu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo pale sura ya 4 mstari wa 1 na kuendelea, kulikuwa na habari ya Kaini na Habili. Biblia inazungumza kuhusiana na kwamba walipokuwa wanaenda mbele za Mungu, kuna mmoja alipata kibali na mwingine alikataliwa. Sasa kuna mstari mmoja Biblia inasema, kwani usipotenda vyema hautapata kibali? Kwani usipotenda vyema hautapata kibali? Nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba ndani ya huyu mtu anayetenda mema kuna kitu kinaitwa kibali. Na shetani anajua kabisa sisi tunaokuwa tunamwendea Mungu, anajua ile mioyo ya watu ambao huwa wanaenda kwa Mungu kwa ukamilifu. Na anajua kabisa wale wanaoenda mbele za Mungu kwa ukamilifu, wakienda mbele za Mungu kwa ukamilifu, Mungu hawezi kuwaacha hivi hivi, lazima atawapa kitu kinaitwa kibali. Na kibali cha Mungu ni tofauti na kibali cha wanadamu. Ama niseme kitu kinaitwa kukubalika. Hicho ndio kinaitwa kibali, kukubalika. Sasa anajua kabisa kuna kile kibali cha wanadamu ambacho shetani huwa hashughuliki nacho. Yaani watu kukukubali na nini, hicho huwa hashughuliki nacho. Anashughulika na kitu kinaitwa Mungu anapendezwa na Ibrahimu. Mungu anapendezwa na Ayubu. Mungu anapendezwa na mtumishi wake Kornelio. Hicho ndo kitu anapambana nacho ndani ya hao watu ambao Mungu anakuwa anawapenda zaidi. Kwa maana gani? Ni watu ambao wanakwenda mbele za Mungu kwa ukamilifu. So Mungu anapowaangalia anaachilia neema na kibali cha ajabu. Unaona mtu kama Sulemani, Mungu anaachia kibali cha kupendwa na mataifa. Na anampa baraka za mataifa. Mataifa yanakuja kumsujudia. Mataifa yanakuja kumpatia utajiri wa dunia. Hicho ndo kinaitwa kibali. Yaani Mungu akikukubali, hakuna binadamu anaweza kukukataa. Lakini kuna baadhi ya binadamu wanaweza wakakukubali. Na baadhi ya binadamu wakakukataa. Lakini favor ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, hakuna mtu anaweza kuzuia, hakuna mtu anaweza kukukataa. Sasa hicho kitu ndicho shetani anapambana nacho, kuua kilichoko ndani ya mtu, kuua na kuzima kitu kinaitwa kibali ndani ya mtu. Kwa hiyo shetani akifanikiwa kuua kibali ndani yako, utafanya biashara hakuna kibali. Utafanya biashara haitaenda kwa sababu hauna kibali. Na anachokifanya ni kwamba kuna kitu kinaitwa appearance ya mtu. Unapokuwa kwenye biashara ndogo ndogo hizi, kuna sometimes wateja wanakuja kuangalia, akiangalia appearance yako, anaona huyu bana, huyu chakula chake hapana. Huyu. Lakini kuna yule ambaye ana appearance, kuna kibali ambacho si cha kawaida. Yaani mtu akikuangalia hivi, anaweza kuwa amewakuta wote mnauza nyanya hapo, lakini akanyoka kwako peke yako. Akanyoka kwako peke yako kuingia kwa duka lako. Akawa kichwani mwake anajua kabisa ukitaka kitu fulani ni kwa fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kinaitwa kibali. So tuungane pamoja kuomba. Kama kuna kibali kilichoibiwa, kama kuna favor iliyoibiwa, kama kuna nyota iliyopotea, kama kuna nyota iliyopotezwa, maana kuna nyota iliyoibiwa na iliyopotezwa, kwa damu ya Yesu tumwambie Mungu aweze kukomboa na kulinda nyota zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti,
ninakuja mbele zako, ninasimama kinyume cha nguvu za giza, ninasimama kinyume cha mapepo, ninasimama kinyume cha mashetani, ibilisi anayepambana na maisha ya watoto wako. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, ninavunja na kuvuruga kila mipango ya shetani. Ninavunja na kuvuruga kila hila za kuzimu. Ninavunja na kuvuruga kila ngome zote za mapepo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kilichoibiwa ndani ya huyo mtu, kila kilichoibiwa ndani ya kusudi la huyo mtu, kila kilichoibiwa kwenye maisha ya huyo mtu, katika jina la Yesu Kristo, ninapigana nacho sasa. Ninapigana nacho sasa. Ninapigana nacho sasa. Ninapigana nacho sasa. Ninakiangamiza kwa jina la Yesu. Ninakiangamiza kwa jina la Yesu. Kilichoiba na kuzuia nyota ya huyu mtu, kilichoiba na kuzuia nyota na mafanikio ya huyu mtu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Mungu ninakuomba, wewe Mungu ninakuomba, wewe Baba ninakuomba, wewe Mfalme ninakuomba, wewe Mwokozi ninakuomba, katika jina la Yesu. Komboa, 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 ninakomboa, ninakomboa, ninakomboa nyota ya huyu mtu, nyota ya huyu mtu ninakomboa. Kwa mara ya kwanza komboa, kwa mara ya pili komboa, kwa mara ya tatu komboa, kwa mara ya 4 komboa, kwa mara ya 5 komboa. Komboa Bwana, komboa Bwana, komboa Bwana, komboa Mungu, komboa Mungu, komboa Mungu, komboa Bwana, komboa Mungu, kwa jina la Yesu. Ninakomboa, 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 ninakomboa. Achilia wewe shetani uliyekamata kibali cha huyo mtu, achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu. Afanikiwe kimaisha, afanikiwe kimaisha, afanikiwe kupata ndoa, afanikiwe kuachiliwa kimasomo, afanikiwe in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Achilia wewe pepo, achilia wewe pepo, achilia wewe pepo, achilia wewe pepo. Wewe shetani, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa damu ya Yesu, achilia kwa damu ya Yesu. Baba, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa ajili ya asubuhi ya Baba, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema ni asante. Asante kwa ajili ya watoto wako kwamba utakwenda kuwasimamia. Asante kwa ajili ya nguvu zako kwamba Mungu utakwenda kuziachilia juu ya maisha yao, na hakuna pepo wala shetani atakayefaulu kuwaweza watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru. Linda biashara zao, linda maisha yao, linda watoto wao, linda kila kitu chao, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Ninakutakia wakati mwema na asubuhi njema unapokwenda kupambana na kuhangaikia riziki yako. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.